Na hii ni milima Nyang'oro ambapo jeshi la polisi mkoa wa Iringa limeweza kufanikiwa kuweza kudhibiti matukio ya uhalifu ambayo yamekuwa yakifanyika katika milima hii kwa watu ama mtu asiyefahamika kupiga mawe magari. Jitihada hizi za jeshi la polisi chini ya kamanda wa polisi mkoa wa Iringa RPC Avan Bukumbi, lakini mkuu wa polisi wilaya ya Iringa, ndizo ambazo zimepelekea kukamilisha zoezi hili na hata uhalifu huo kutokuwepo tena. Huyu ni mkuu wa polisi Iringa akiwa na timu yake kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unafanyika. Mimi naitwa Francis Godi na hii ni ufuatiliaji wa kile ambacho tulikiripoti. Leo tarehe 10 katika barabara ya Dodoma Iringa, unapoanza kupanda kuitafuta Nyang'oro, kuna matukio yakiwa yamekuwa yakiendelea. Muona gari hapa hii, mimi nimepanda hii gari naelekea Dodoma, lakini imepigwa jiwe kutoka upande wa dereva. Bahati nzuri alikuwa kioo kipo wazi, jiwe likapita likapiga hapa kama mnavyoona. Kwa hiyo hapa kioo kimepasuliwa na jiwe lenyewe ni hili hapa. Zikiwa zimepita siku chache toka baadhi ya watumiaji wa barabara kuu ya Iringa Dodoma kulalamikia hali ya usalama kwa magari yao kurushiwa mawe na watu wanaosadikika kuwa si watu wema, zoezi la utambulisho kwa viongozi mbalimbali waliofika katika eneo hili linafanyika na viongozi wa serikali ya kijiji na baadaye mkuu wa polisi wilaya akimkaribisha kamanda wa polisi mkoa wa Iringa ili kuweza kuzungumza na wananchi hawa. Afande, kwa siku ya leo tuliona ni vyema tuitishe huu mkutano mkubwa kutokana na taharuki ambayo ilitokea kwenye maeneo haya, hata katika kata hii ya Nyang'oro pamoja pia na kata ya Izazi kule chini. Afande, tarehe 3 kule kijiji cha Izazi kulitokea taharuki, watu kupiga magari matatu mawe. Ni mwanzoni wa mlima ule wa Nyang'oro, pembeni wa makazi ya watu wako pale. Eneo hilo walijitokeza watu wakapiga magari mawe, magari matatu. Tukapata taharuki kidogo kwamba ni kitu gani, kwa sababu tunajua historia ya mlima huu. Tukasema kwamba labda ni watu wabaya wameanza kurudi mlimani hapa. Kwa hivyo tulianza kuimarisha doria, lakini baadaye tarehe 10 wakaibuka tena watu ng'ambo hii ya huku juu, kama unataka kushuka mlima wa Nyang'oro. Watu wakapiga magari zaidi ya 6 mawe, yakiwepo mabasi ya abiria, malori ya mizigo pamoja na magari madogo ya watumiaji wa barabara. Kwa hivyo jambo hili nalo lilizua taharuki kubwa tena. Tukasema tatizo ni nini? Tukasema sasa pamoja na doria kuimarisha, lakini tukaona kwamba tuje afande tuongee na hawa watu kwa umoja wao, kuanzia watoto wadogo, akina mama, wazee. Tuliomba kwamba wafike, kamwambia mkaguzi wa kata na mratibu wa polisi jamii wilaya waandae mkutano huo. Kufuatia utambulisho huu, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Avan Bukumbi anasimama na kuweza kuzungumza na wananchi hawa. Tunashukuru sana kwa wale ambao mmetupa ushirikiano kwenye tukio hili la juzi la upigaji mawe. Kuna watu ambao walijitolea, tumefanya nao shughuli pamoja, lakini hakuna mtu tunamchukia kama yule ambaye anajitahidi kuchafua eneo letu na kusababisha kwamba amani ionekane kwamba haijatawala. Tunataka sisi amani itawale maeneo yetu na tuishi wote kwa kifua mbele, ukitembea mchana, ukitembea usiku. Lakini pia tusiruhusu mida ile ambayo si ya kutembea. Watu ndio usiku wenyewe wanaanza kutembea. Saa 6, saa 7 usiku, saa 8. Unatafuta nini muda huo? Tutaachia tu watu ambao wako doria ndio wafanye shughuli zao, wengine tupumzike huo muda, sio. Kama alivyozungumza OCD, kulitokea matukio hapa ambayo yaleta mtafaruku. Kimsingi yale matukio yamechafua taswira ya eneo letu la eneo hili la kata ya Nyang'oro. Taswira inachafuka nchi nzima. Tunakubali kwamba eneo la Nyang'oro lisemekane kwamba lina uhalifu? Tunakubali hiyo?
Sasa kama hatukubali, tuhakikishe kwamba eneo letu liko salama, na kila mmoja na jukumu hilo, kwa sababu sisi tulioko hapa tunajuana, tujuane kaya kwa kaya, na pia tujuane tabia za kila kaya. Maana hapa nikisema tupige kura ya asili, OCD tunalo hilo la kupiga kura ya asili ya watu wote ambao ni wasumbufu kwenye eneo letu, awe ni mtu mzima, awe ni kijana wa umri wa kati, awe ni kijana wa umri mdogo, kwa sababu watukutu wapo tu kwa kila rika. Tuko pamoja? Sasa hiyo tunatakiwa kufanya kitu kama hicho ili kusudi eneo letu liendelee kuwa salama. Maana hapa pia tuna mambo mengi, kuna mambo ya uwekezaji, lakini kuna mambo ya shughuli za kiuchumi ambazo mtu akishajenga hofu tu hafanyi tena. Atabaki nyumbani, anafika jioni anashughulika kufanya, hafanyi. Kwa kimsingi matukio ya sisi yalitokea sana. Na kama taarifa mnayo wote kama tulifanya misako, tuna watu tukapata watu ambao wanasadika ndio walifanya matukio yale, ambao sisi hatua za kisheria dhidi yao tutazichukua. Lakini pia mjue kabisa kwamba kushindwa kutoa taarifa ya uhalifu pia na wenyewe ni uhalifu. Una taarifa ya mhalifu lakini wewe taarifa hutoi, tunahesabu kwamba na wewe ni mhalifu kwa mujibu wa sheria. Kwa tukibaini lazima naenda kuchukulia hatua, tukushtaki. Lakini sisi ukiacha majukumu yetu kama jeshi la polisi na kazi yetu kwa maana kulinda usalama wa mali zenu na nyie wenyewe kama raia, lakini tuna upendo wa dhati kwa sababu maeneo ni mengi. Tungeweza kusema tusije, lakini tunakuja kwa sababu ya jukumu letu, lakini pia kwa upendo ambao tunao kwa wananchi wetu. Awi. Kwa hiyo tutoe taarifa za uhalifu kwa wakati. Tuwe wazalendo kwa nchi yetu, kwa maana kuhakikisha kwamba tunatetea usalama na amani wa maeneo yetu. Lakini tuna jukumu kubwa sana la kusimamia watoto wetu. Sisi kama wazazi, tuna wale ambao walitajwa kuhusika na tukio hilo, lakini unakuta mzazi anasema watoto walikuwa nyumbani wamelala, naye alikuwa nyumbani amelala wakati hakuwepo nyumbani. Sasa huyo mzazi unamchukuliaje? Ni raia mwema huyo? Huyo sio raia mwema. Kwa hiyo hata yeye uhalifu wa mtoto wake na yeye anakuwa ni mhalifu, kwa sababu kwanza anatoa taarifa ya uongo, anachafua taswira ya eneo letu la Nyang'oro. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana nayo. Lakini pamoja na mengine ni kwamba mwananchi mwingine yeyote ajue kwamba eneo letu bado ni salama, lakini matukio yalitokea, tumekabiliana nayo vizuri, na kwa ujumla doria yetu inaendelea kama kawaida kwenye maeneo haya. Lakini tuna mambo mengi ambayo kitaifa yanaendelea. Kuna mambo yanaendelea, naamini watu walijiandikisha, walihuisha taarifa zao kwenye daftari la kupiga kura, sio? Hapa tulishamaliza. Ndio. Kwa hiyo mwananchi yote asiwe na hofu kuhusu zoezi la uchaguzi. Sisi tupo na nyenye mpo. Raia mwema yoyote lazima apige kura kuchagua viongozi wake ngazi ya kitaifa, ngazi ya majimbo na pia ngazi ya kata kwa maana ya madiwani. Kwa hiyo tunaomba tuhakikishie hilo. Lakini kama tuna mtu yeyote ambaye tunadhani kwamba au tunamuona ana uchochezi kwenye masuala ya sisi, kuanzia swala hili la kuhuisha taarifa zetu, lakini pia kwenye muda wote kuanzia kampeni mpaka kipindi cha kupiga kura, tupewe taarifa, tumshughulikie ipasavyo, kwa sababu sisi ni nchi huru na kila mwananchi yuko huru, ana haki ya kupiga kura kwa viongozi wake ambao yeye anaona kwamba hawa ni viongozi ambao watamfaa katika maendeleo ya eneo lake, lakini pia maendeleo ya familia yake. Vinginevyo tunatakiwa pia kuwa na ule vikundi vyetu vya ulinzi. Hii senta yetu ya Nyang'oro imeshakuwa. Biashara hapa ziko nyingi. Sijui kama tuna vikundi vingapi vya ulinzi katika eneo hili kwa hapa Nyang'oro. Na kwa senta hii naamini lazima tu vijana tunao wengi ambao wangeweza kusimamia pamoja na nguvu ya jeshi la polisi, lakini lazima tuwe na watu wengine kwa sababu si tuko wachache, na sehemu zingine nyingi wana vikundi vya ulinzi ambavyo wanafanya kazi vizuri mno. Na sisi tunawasapoti tochi, betri, lakini pia pamoja na mafunzo ya kujua nini ambacho wanapaswa kufanya wakati wako katika shughuli za ulinzi.
Muda wote wakati kamanda wa polisi akizungumza na wananchi hawa, wananchi walikuwa wenye utulivu na shauku kubwa ya zamu yao kufika ili na wao kuweza kuzungumza yale ambayo waliokuwa nayo. Hatimaye zamu hiyo inafika, wananchi kupewa mic na kuzungumza. Kwenye kipengele cha matukio ya wizi kwa kata yetu, hata kata jirani bado unaendelea na bado upo, kwa sababu hata mnada wa tarehe 30 Nyang'oro kuna watu wamekamatwa hapo na mifugo. Changamoto ambayo tuko nayo ni sisi wafugaji, unakamata mwizi unataka kaiwane naye nyumbani, kwa hiyo wizi hatuwezi kumaliza. Lakini pia kata jirani Uzazi bado watu wanaendelea kuiba ile ng'ombe moja moja. Ile ng'ombe moja moja watu walikamatwa hapo Mlimani, wamechuna wakapelekwa Migori, mwingine akakamatwa Uzazi. Ile jambo limeenda kuishia kwenye kituo cha polisi Migori. Watu wameenda kulichomoa lile jambo pale, wameelewana, wamelipa. Kuna wasukuma waliibua ng'ombe huko wakaja mpaka hapa wanatafuta. Tumewapa ushirikiano wa kutafuta hapa. Zimeenda kukamata Migori, lakini Migori huko wamekamata watoto wa matajiri, wamelipa lile jambo. Sasa sisi wa hali ya chini tutakimbilia wapi? Lakini wakati mwingine kuna jeshi la polisi, askari baadhi, sio wote. Ukiwapa taarifa bwana fulani ana tukio 1, 2, 3, kesho unakuta yule mtu kaisha jua kama wewe mrudisha sema. Helena Sanga. Mimi nilikuwa na tatizo moja. Huko ng'ambo, nimelimia huko ng'ambo. Wanasema ng'ombe za Wamasai. Hapa sio pana ng'ombe za Wamasai hazipo. Zipo ng'ombe za wenyeji. Kila tukilalamika wanaenda kuchungia. Kila tukilalamika wanaenda kuchungia. Sasa sijui nifanyeje. Wanaenda kuchungia kwenye mahindi. Nilipo hapa mimi mkiwa sina mume sina nini. Mimi wazo wangu najua kweli Nyang'oro matukio haya sio mazuri na hata mimi sipendezi. Lakini ombi langu moja, nilikuwa nataka nipende kupata majibu kabla hawajaondoka wageni kuhusu hao watu waliopo huko ndani, kwa sababu wanasema yani msafara wa kenge, msafara wa mamba na kenge wanakuwepo. Kwa hiyo tunataka tujue hatima yake mara mwisho, sisi wananchi wote tunapokuwa hapa tunatoka tujue wale watu kule ndani wanaishije na watatokaje, kwa sababu waliopo kule wengi na wanasema wamekamatwa, lakini wengine tuna taarifa nao kama wamekamatwa wakiwa nyumbani kwao wanakula chakula, wengine mabarabarani wanatembea. Kwa hiyo lakini afande ameelekeza wamekamatwa, sasa tujui. Kwa hiyo tutaka tufanye hatima yake, watusaidie watu, kwa sababu kuna watoto wengine wamefika wadogo, hatima yao wako ndani. Kwa hiyo kule ndani wanafanya nini? Kwa mwisho wa siku yani vitendo wanavyofanywa, kwa sababu kule ndani ukikaa sio kuzuri, hata mtu akiwa hana kosa. Naitwa Petro John Kavindi. Nilikuwa na ombi la kuuliza swali moja. Kama sisi Kibaoni, mwenyekiti wetu wa kitongoji pamoja na kaimu wake wapo kule ndani, Kibaoni sisi tunaishiji bila kiongozi? Tumebaki wajumbe tu. Mimi ni mjumbe wa serikali ya mtaa, kuchaguliwa kupitia chama cha CCM. Lakini kwa naomba niulize, tunaishiji sisi Kibaoni leo siku ya 4? Hatuna kiongozi wala kaimu wa aina yoyote. Naitwa Jeremia Sanga. Ombi langu mimi, pale tunapokaa stendi pana walinzi. Wale walinzi wanapata taarifa lakini wanakaa nazo mpaka matukio yanatokea, serikali ya kijiji viongozi hawajui. Kwa hiyo wanapopata taarifa wanatoa mapema, na sisi tunawapa viongozi wa serikali wasikae nazo taarifa mpaka tunasubiria jeshi la polisi. Wanatumiza hata sisi tunaofanya pale biashara ndogo ndogo. Yote 9, lakini pia naibuka mengine ambayo ni nje kabisa na kikao hicho, likiwemo la baadhi ya watu kuiba wake za watu na waume za watu. Hili nalo linaibuka hapa. Asante sana kupewa nafasi. Naitwa Filipo Sanga. Ili swala la kusababisha mauaji, watu hapa viongozi tunaona kabisa mtu amenyang'anya mke wa mtu, lakini wanamshangaa tu amenyang'anya, wanamshangaa baadaye itakuja kisa. Yaani jamaa nasikitika. Anatoa moyoni mwake hatujui. Yupo ilipo hapa Nyang'oro kabisa, kitongoji changu cha Kibalali. Mimi ni balozi Filipo Sanga. Nasema kabisa mtusaidie hilo. Unafika wakati wa kamanda wa polisi kuweza kujibu madai ya wananchi hawa na yale ambayo walitoa wananchi hawa. Lakini Bernard, huyu ni mfugaji, ameongelea kuhusu wizi wa mifugo upo.
na tulitoa karipio kwa wale ambao anaibua ng'ombe, anapeleka taarifa, alafu yeye tena kimbilia kwenda wale waliomuibia kwenda kufanya nao mapatano. Kwa sisi tuliongea hiyo. Sasa sisi kama tutakuta mkuu wa kituo chochote kile katika eneo letu amepatanisha swala la wizi wa mifugo na tumekamata mwizi wa mifugo kabisa, sisi hatua zetu zipo, tunachukua hatua za kinidhamu, lakini tunakemea. Na najua wananchi wanakuwa na taarifa kama huyo Bernard, taarifa nyingi anazo za hao watu ambao wanapatanisha watoto wa matajiri, hatuwajui ni nani, lakini tungepata taarifa ya moja kwa moja ya hao watu ili sasa tucheze nao sahani moja, kama dada yetu hapo Yusta amesema wale atakula nao sahani moja. Kwa hiyo sisi wale tutakula nao sahani moja, tungewajua, kwa sababu tukio mwingine halipotiwi. Unakuta wanamzengo wanalo limefikia stage limesuluhisha, limekwisha. Ile issue ya toa taarifa kuachiliwa, tupate taarifa muda ule kwamba sasa huyu mtu wa taarifa amepeleka taarifa yake sehemu fulani, halafu badala yake tena yeye ndio anakuwa tena ametajwa. Tujue, tusipojua sisi hatuwezi kuchukua hatua. Nyie ndio mtuambie ili sisi tuchukue hatua sahihi kwa huyo aliyetoa nje taarifa ya mtu ambaye ni msiri. Na kweli unapata taarifa ya mwisho iko nje. Ni kitu kimoja kibaya sana. Festo amezungumzia kuhusu watu waliokamatwa. Tena amezungumza kabisa na chukua kama alikuwa mpaka na jaziba. Ndani sio kuzuri. Na kweli mahabusu unataka kuwa kuzuri, kwani hiyo ni sehemu ya luxury. Mahabusu ni mahabusu. Na ukiingia mahabusu maana tunakutenga na jamii kwanza ili fikra zirudi, lakini wakati tunafanya mchujo wa kujua nani mzuri na nani mbaya. Lakini hatua zinaendelea za kuchambua ambaye hana hatia kabisa. Mchujo unaendelea na huzuiliwi kuja kufuatilia kama mimi ndugu yangu vipi, anahusika na hili, hahusiki, utamuona huyo ametoka. Lakini hilo eneo lenyewe ndio lenye tukio hapo Kibao. Huyu kijana Festo sanatoka Kibao, si ndio Festo? Yuko wapi? Ameondoka? Sasa hapa ndio kwenye tukio. Sasa kwa mfano wewe kama ni kijana wa pale, tuambie nani anayefanya matukio. Kwa sababu wewe unamwona huyu mtu aliyeko ndani ambaye wewe hujatoa suluhisho kwamba nani aliyefanya. Kwa hiyo tumkamate nani sasa? Sisi hata kama ulikuwa ndani kwako unakula ugali tutakukamata. Lakini ndio ninapofanya kazi, wewe usiingilie kwa masimango na jaziba. Kwa sababu ukiingia kwa masimango na jaziba itakurudi wewe mwenyewe. Awi? Kwa uzoefu wa kazi yetu mtu hawezi kuingilia kwamba bana nyie mbona hao wanakaa tunakaa bila mwenyekiti. Sasa mwenyekiti anakulisha wewe. Wewe ndio shughuli zako. Kama kuna ndugu, kama wewe mwenyewe unaguswa, nenda kafuatilie. Lakini unaweza kusema na sisi bila mwenyekiti bila mtendaji tunaishije? Wewe unataka kuishije? Kwani mwenyekiti ndio anakuhudumia nyumbani kwako wewe? Kwa hiyo huyo bwana mdogo mimi sijapokea kwa mapokeo mazuri kauli yake. Tujifunze. Dola ni dola. Wewe fuatilia, hata kutukana mtu atakusikiliza. Bwana mimi ndugu yangu yuko hapa. Na ninawashauri sana kila mtu mwenye ndugu yake ambaye amekamatwa afuatilie. Kwa sababu mpaka hapo tulipofikia tumeshafikia mchujo mzuri wa nani yumo na nani hayumo. Filipo Sanga anasema kuna mtu amenyang'anya mtu mke wa mtu. Sasa mjue kwamba kuna kitu tunakiita mazalia ya uhalifu. Kwa sababu ukipanda mbegu si inaota, baadaye unakuja kuwa mche ule. Baadaye inakuwa mti kama ile waliogemea vijana pale. Huo mti utausuma uanguke. Haiwezekani. Maana hapo nyumba ya mtu ndio imekufa, watoto wanabaki wanataharuki. Mama ndo huyo tena hayuko nyumbani, baba kamtema kwa sababu nini? Lakini anasababisha ni mtu mwingine. Sasa anachoshauri mzee Filipo hapo ni kwamba mbona mnaona tu alafu nyinyi hamsemi, hamkemei, hamtoi taarifa? Au yule basi anayeingiliwa apewe nini cha kufanya kutokana na ule mwingiliano? Kwa sababu ya sheria zipo. Ile kesi inaweza kwenda kwenye madai, lakini gharama yake unaweza usilipe. Lakini pia unaweza kufungwa. Na kwa hiyo unakuwa mfungwa ambaye unalipiwa kule gerezani kwa sababu ya kuingilia mke wa mtu. Lakini kibaya ni kwamba unaweza kusababisha taharuki na ukasababisha jinai zingine. Mauaji ni kitu kibaya. Kwa hiyo ametoa angalizo kwa viongozi, tukiona hali kama hiyo basi tutoe taarifa
tuthibitishe ili tumshauri yule anayeingiliwa hatua gani achukue kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, baada ya mkutano huu kumalizika, inafanyika zoezi la upigaji kura za siri kuwafichua wahalifu ambao wamekuwa wakijihusisha na matukio ya uhalifu ama wamekuwa wakificha uhalifu. Na hapa inaenda mbali, si uhalifu tu wa kurusha mawe katika magari, basi ni uhalifu wote ambao umekuwa ukijitokeza katika eneo hili. Wote mmeshata karatasi hapa? Baada ya zoezi hili, uongozi wa serikali ya kijiji na kata unatoa neno la asante kwa jeshi la polisi katika kuitisha mkutano huu mkubwa, lakini kukabiliana na matukio ya uhalifu. Niendelee kukushukuru wewe binafsi, lakini nimshukuru OCD, niwashukuru na viongozi wote. Nimshukuru polisi kata wangu, ndakuwa sina fadhila. Mr. Malaki kwa kweli anafanya kazi na tupo naye. Baba huyu nishawahi kusema kwenye ODC. Ni kama mchungaji hivi. Yaani anaelimisha kwanza. Kwa kweli katika hali ya ukiona amefika mwisho ni kwamba sasa umemkwaza. Naam, ni mkutano wa kamanda wa polisi mkoa wa Iringa RPC Arani Bukumbi na timu yake ambayo amefika katika kijiji hiki cha Nyang'oro. Kijiji cha Nyang'oro kipo wilaya ya Iringa vijijini mkoani Iringa, ambapo kubwa ambao limesukuma kuweza kufika hapa ni baadhi ya matukio kuweza kujitokeza, matukio ya wenyeji au watoto kuweza kurushia mawe magari na kuvunja vioo vya magari. Na kutokana na hili kwamba watu takriban zaidi ya 20 waliweza kukamatwa na wapo katika uchunguzi ili kuweza kubaini kiini nini, japo kwa mujibu wa wenyeji kwamba ni mambo ya kwao na si masuala ya uhalifu ama ujambazi ambao ulikuwa umetikisa katika kijiji hichi. La hasha, ni mambo ya kwao ambayo yalikuwa yakihusisha masuala ya ardhi na mengineyo. Lakini jeshi la polisi limeweza kufika hapa kutoa elimu hii, na sasa milima Nyang'oro, wale ambao walikuwa wakifikiri kwamba milima Nyang'oro inakabiliwa na uhalifu wa ujambazi, haukuwa ujambazi bali ilikuwa ni matukio ya watoto tu kuweza kurusha mawe na watu wenyeji kuweza kugombana wao kwa wao na ugomvi wao kuelekeza kwenye magari. Mimi naitwa Francis Gori na nikiripoti kutoka Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Caglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa. Zinawatangazia nafasi ya kujiunga nasi kwa mwaka wa masomo 2025 katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana. Wakati katika shule yetu ya Caglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa kifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai,
Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, ujenzi, ufumaji wa mota, ufundi magari, ufundi bomba, nishati jadilifu yani renewable energy, uchomeleaji na matumizi ya kompyuta. Vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi. Vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET. Kujiunga, unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu. Fomu za kujiunga zinapatikana vyuoni kwetu au unaweza pakua katika tovuti yetu. Vyuo ni bweni na kutwa. Ada zetu ni nafuu sana na ulipwa kwa awamu 4. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757351837 au 0754670270. Mzazi, mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi stadi na malezi bora. RDO tunasema ufundi ni taaluma inayoishi. Karibu Medala High School ni shule sekondari iliyopo Idodi mkoani Iringa yenye namba za usajili S5613 na usajili wa NECTA 6304. Inapatikana umbali wa kilomita 70 kutoka Iringa mjini na ina walimu wenye sifa zilizotukuka na mazingira bora kujifunzia wanafunzi. Medala High School inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026. Shule yetu ina mabweni ya wasichana na wavulana na mabweni yetu ni ya kiwango cha juu. Tangu kuanzishwa kwa shule hii haijawahi kupata division 3 au 0. Hapa ni division 1 and 2. Ada zetu ni nafuu sana na unalipa kwa awamu 4. Fomu za kujiunga na shule sekondari Medala zinapatikana katika application ya habari na matukio ya Matukio Daima kwa wavuti ya www.matukiodaima.media.ac.tz au tupigie simu namba 0712827262 au 0712387478 au 0679090833 na 0757626212 au kwa email info@medalahighschool.ac.tz. Medala High School, discipline for academic excellence.